huunganika na Mungu. It's a place of sacrifice. Ni mahali pa dhabihu. It's a place of divine intervention. Ni mahali pa kuingilia kwa kiungu. It's a place of covenant. Ni mahali pa maagano. Where covenants are made. Sehemu ambayo maagano hufanywa. Where covenants are maintained. Mahali maagano hutunzwa. It's a place of worship. Ni sehemu ya ibada. Amen. Amina. We said altars are erected by people who are in a covenant. Tulisema madhabahu huinuliwa na watu walio ndani ya maagano. People who are in agreement. Watu wanaokubaliana With God or a deity. Watu wanaokubaliana na Mungu ama miungu. Who know their God well. Wanaomfahamu Mungu wao vema. Before a covenant, kabla ya maagano, there must be a true knowledge. Lazima pawe na ufahamu kabisa. I said when I was teaching about covenant. Nilisema nilipokuwa nikifundisha kuhusu maagano. I said when God begins to walk with you. Nilisema wakati Mungu anaanza kutembea na wewe, He has to bring you to a place where you will enter into a covenant with him. Mungu anaanza kukuleta katika sehemu ambayo mtaingia katika maagano naye. The reason is because men are not faithful. Kwa sababu watu si waaminifu. They cannot keep their promise. Hawawezi wakatunza maagano yao. They cannot keep their word. Hawawezi wakatunza maneno yao. Because God is faithful. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. God keeps his word and his promises. Mungu hutunza neno lake na maagano yake. So that he may now walk with man. Ili atembee na watu. He has to bring them into a covenant. Lazima awalete kwenye maagano. So that when they fail to keep the conditions. Ili wakishindwa kuweka mambo yanayostahili, they will not blame God. Hawatamlaumu Mungu. Because where there is a covenant, there is terms and conditions. Maana mahali palipo na maagano kuna masharti ya kukubaliana. So the people who make altars or erect altars are people who know their God and they have come to a level of a covenant. Basi watu ambao wanainua madhabahu ni watu wanaomfahamu Mungu wao vizuri na wameafikia sehemu ya maagano. And because of that, na kwa ajili ya hilo, covenants do not die. Maagano huwa hayafi. Because they are made through words. Maana yanatengenezwa kwa maneno. Binding words. Maneno ya kufunga. So they don't die. Basi hayafi. People may die. Watu wanakufa. But covenants will not die. Lakini maagano hayatakufa. That is why there are some circumstances. That is, there are sometimes people may suffer because of a covenant made some years ago. Ndiyo maana kuna mambo ambayo hufanya watu kuteseka kwa sababu ya maagano yaliyofanywa miaka iliyopita. Covenants are erected to act on behalf of the people. Maagano huinuliwa ili kufanya kazi kwa ajili ya watu. Meaning that there are some specific people. Kumaanisha kuna watu fulani who are under custodian of that altar. Ambao ndio watunza hayo madhabahu. That altar is on their behalf. Ya kwamba madhabahu hayo yanawakilisha. Altars have a specific task or responsibility. Madhabahu yana kazi fulani. Amen. Amina. Because every altar has a specific assignment. Kwa sababu kila madhabahu yana kazi yake. So altars rule a certain place or some people or families. Basi madhabahu hutawala sehemu fulani, watu fulani ama familia fulani. Altars dictates the behavior, the character, the success, the failure or success of the people. Basi hayo madhabahu ndio yanakusudia kushindwa, kuinuka ama kufaulu kwa watu fulani. I'll give you a good example of where we are at Kware. Nitakupa mfano mzuri wa hapa tulipo Kware. When you look at the people
at Kware specific, ukiangalia watu Kware kwa mfano, and you go to the people at Kisumu Ndogo, alafu uangalie watu wanaoishi Kisumu Ndogo, and you go to people at Kandisi, alafu uende kwa watu walio Kandisi, and you go to people at Rongai, the first stage, alafu uende kwenye stage ya kwanza kule Rongai ya chini. people have different behaviors. Watu hao wote wana tabia tofauti As per the location they are in. kulingana na sehemu wanayoishi. Hello? Halo. I remember telling you this. Nakumbuka nikiwaambia hivi, Today, leo if you remove Karen people ukiondoa watu walio kule Karen, and you bring them to Kware, walete hapa Kware, and you remove Kware people alafu waondoe watu wa Kware, and you take them to Karen, wapeleke kule Karen, because altars are for specific people. kwa sababu madhabahu ni ya watu fulani, It connects with the people. inaungamana na watu. I want you to get that. Nataka ushike hiyo. The people of Kware, Watu wa Kware they will make Karen another Kware. watafanya Karen kuwa Kware nyingine, And the Karen people, na watu wa Karen the first week they will not sleep. wiki ya kwanza hawatalala, Because there are no walls. kwa sababu hakuna ukuta. Their dogs are outside. Mbwa wao wako nje, There's places smelling sehemu wanaoishi inanuka according to them. kulingana na wao. I'm not saying our place is smelling, Sisemi sehemu yetu inanuka, but according to them. lakini kulingana na wale. Si mimi nimesema. Sisio, Bwana asifiwe. Amina. Si tuko na nyinyi? Ama mnafikiria watu wa Karen watabihiviaje wakiwa hapa? Wakidrive will be a problem, because tutakuwa tumehamisha Kware yote, kwa hivyo hakutakuwa na barabara imejaa watu everywhere. Mahali wataweka hapa ni mbali ya Wataweka vizuili, amen, vizuizi, because life kwa sababu maisha is determined by the way that person is raised. yanakusudiwa na jinsi mtu huyu amekuzwa. So the altars speak powerfully when they connect to the people whom they are assigned for. Basi madhabahu hufanya kazi vizuri yakiungamana na watu waliotengenezewa. Allow me to take you very fast to few things. Niruhusu nikupeleke kwa upesi kwa mambo kadhaa. I'll jump to some things. Nitaruka vitu fulani. I want to teach you how to erect an altar. Nataka nikufundishe jinsi ya kuinua madhabahu And how to break an altar. na jinsi ya kuvunja madhabahu. How to erect an altar. Jinsi ya kuinua madhabahu And how to build an altar. na jinsi ya kujenga, jinsi ya kuvunja na jinsi ya kujenga. When you look in the book of Psalms, Ukiangalia katika kitabu cha Zaburi, I want to begin there, 50 verse 5. sura ya 50 mstari wa 5. Nataka nianze pale. This is God talking about the people who will come to worship him. Huyu ni Mungu anayenena kuhusu watu watakaokuja kumwabudu, The people who will serve God. watu watakaomtumikia Mungu. He's saying, gather my saints Anasema kusanyeni watakatifu wangu to me. kwangu, Those who have made a covenant with me by sacrifice. waliofanya maagano nami kwa dhabihu. What he's saying? Anasemaje? He's saying that covenants Inasema madhabahu are maagano made through sacrifice. yanafanywa kwa dhabihu, And if it is made through a na sacrifice, kama yanafanywa na dhabihu, then it is made on altars. basi yanatengenezwa kwa madhabahu, Because sacrifice is given on the altar. kwa sababu dhabihu hutolewa kwenye madhabahu. Are we together there? Tuko pamoja? So if we make a covenant, Basi tukifanya maagano, if we make it by sacrifice, tukifanya kwa dhabihu, then sacrifice is offered on the altar. basi dhabihu hutolewa kwenye madhabahu. So you cannot have an altar Basi hawezi kuwa na madhabahu without a sacrifice. pasipo dhabihu. We are not talking of an offering. Hatuongei kuhusu sadaka.
An offering is anything you can offer. Sadaka ni chochote unaweza toa. But when we come to sacrifice, lakini tuongee hapo kuhusu dhabihu, we are talking of something with the price. tunaongea kuhusu kitu chenye gharama, Something that will cost you something. kitu kinachokugharimu kitu. God does not accept anything Mungu hakubali chochote from people kutoka kwa watu if it is not sacrifice. kama si dhabihu. Get it clearly. Uipate vizuri. Our service. Kazi yetu, Our service. huduma yetu, Yeah. And when we are serving God, tunapomtumikia Mungu, our service must come to a level of a sacrifice. basi huduma yetu lazima ifikie kiwango cha dhabihu. When you serve God at the level of your comforting zone, Ukimtumikia Mungu katika sehemu ambayo wewe unaweza, it does not sacrifice you, does not cost you anything, na haikugharimu chochote, then it is not a service worthy to God. basi hiyo si ibada inayompasa Mungu. Why sacrifice? Kwa nini dhabihu? Sacrifice makes it something to become an honor. Kwa sababu dhabihu hufanya kitu kiheshimike. An honor is seen where there is a sacrifice. Heshima inaonekana palipo na dhabihu. God is King of kings. Mungu ni mfalme wa wafalme. He is the Lord of lords. Ni Bwana wa mabwana. If you mean to sing, maanisha kuimba. Ukimaanisha kuimba. If you want to serve God through singing, kama ni kumtumikia Mungu kwa uimbaji, then you have to sacrifice for your ministry. basi lazima utoe dhabihu kwa ajili ya huduma yako. These choirs, they cannot sing the way they are singing today. Kwaya hii haingeimba vile inaimba leo. Just for 3 weeks. Kwa wiki tatu tu. 3 weeks. Wiki tatu tu. Are you hearing? Unanisikia? 3 weeks. Wiki tatu tu. But now they are different people. Lakini sasa ni watu tofauti. It has cost them sacrifice. Imechukua kugharimu dhabihu. They have to sacrifice. Lazima wajitoe. If you want to bless God and serve God, ukipenda kumtumikia Mungu na kumbariki, even if your work is to wash this church, hata kama kazi yako ni kuosha kanisa, make sure there is a sacrifice. hakikisha kuna dhabihu. When you are giving God your offering, ukitolea Mungu dhabihu yako, let your offering become a sacrifice. wacha dhabihu yako ifanyike dhabihu. God does not receive anything if it is not a sacrifice. Mungu hapokei sadaka yoyote kama sio dhabihu. Am I speaking to somebody? Je, nasema na mtu? Am I speaking to somebody? Naongea na mtu. God is not a beggar. Mungu si muombaomba. God is after honor. Mungu anatafuta heshima, Worship, ibada, acknowledgement. kumtambua. You can give your offerings many years, Unaweza toa sadaka zako miaka mingi, but God have never seen your offering. lakini Mungu wewe hajaiona sadaka But yako. one day Lakini siku moja hivi you can give one offering, unaweza toa sadaka moja hivi which is a sacrifice, ambayo ni dhabihu, you will not forget, ambayo wewe mwenyewe hautaisahau, and God na Mungu will see a sacrifice. ataiona kuwa dhabihu. Through that sacrifice, Kupitia kwa dhabihu hiyo God will come in. Mungu ataingilia. I wish you are hearing what I'm saying. Natamani unasikia ninachokisema. I am saying, when God sees a sacrifice, Nasema Mungu aonapo dhabihu, when God sees a sacrifice, wakati Mungu anaona dhabihu, He sees honor. anaona heshima, He sees somewhere He is needed. anaona mahali anapohitajika, He sees somewhere He is respected. anaona mahali anaheshimika. That is where God will come in. Hapo ndipo Mungu ataingia. God walked with Abraham Mungu alitembea na Ibrahimu for many years. miaka mingi. He told Abraham, come out. Akamwambia Ibrahimu, toka He nje. came out. Akatoka He nje, followed. akamfuata, He left his father and his mother. akaacha babake na mamake. He said, Abraham, Akamwambia Ibrahimu, Abraham was all the time giving an offering, raise an altar and praying. Abraham, siku zote unatoa dhabihu, inua madhabahu na uombe. He was doing that. Alikuwa anafanya hivyo. Every time you put an altar, Kila siku alikuwa anatengenezanga he madhabahu, will worship God. anamwabudu Mungu, He will sacrifice a camel, Angetoa a goat, a lamb. angetoa mbuzi ama kondoo.
But with all that, lakini kwa hayo yote God never assured Abraham of blessing Mungu hakumhakikishia hata siku moja ya kwamba atambariki until the time he asked for Isaac. mpaka wakati alipoitisha Isaka. He himself asked. Yeye mwenyewe aliuliza, Ibrahimu akaomba Isaka. I say God himself. Mungu mwenyewe. He came to Isaac. Akaja kwa Isaka. Akamwambia Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu, today, leo you are not going to have an offering as you want. Autoi sadaka upendayo. I know you honor me. Najua unaniheshimu. I know you love me. Najua unanipenda. Today, lakini leo I am the one to tell you the sacrifice. Nitajichagulia sadaka. Take your son. Chukua mwanao Isaka. You have waited all your years. Umemgojea miaka yako yote. He is your heir. Yeye ndiye mrithi wako. I have given him to you. Nimekupa wewe when you were not able to get him. Wakati haungeweza kupata. Come on. I wish I'm speaking to somebody. Natamani naongea na mtu. Am I speaking to somebody? Je, nasema na mtu hapa? Hapa Bwana asifiwe. Amina. Unajua kuna watu wanasikianga mara ya pili na mimi sijuangi kurudia sana. Bwana asifiwe. Amina. Abia mwenzako Mungu. Si unaona sasa? Mko hapa, mwambie mwenzako Mungu anangojea. Aone dhabihu. Aone heshima. Aone kumjua. Kiwango ya kwamba unaelewa ni yeye anayekupa kile unachopata na kile ulicho nacho. I want you to know this is very key. Nataka ujue hii ni ya msingi. This is very important. Hii ni ya muhimu in worship. Katika ibada. You can be a sister and a brother in the church. Unaweza kuwa dada ama ndugu kanisani for many years. Miaka mingi. But you have not reached this level. Lakini haujafikia kiwango hiki. Where God can say surely you know me. Ambapo Mungu atasema hakika unanitambua. Abraham was not asked tithe. Abrahamu hakuitishwa fungu la 10. God had no problem with tithe with Abraham. Mungu hakuwa na tatizo na mafungu ya 10 na Abrahamu. Because Abraham gave to Melchizedek without being called to give. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa ameshatoa mafungu yake kwa Melkizedeki hata bila kuombwa. In Genesis chapter 14. Katika Mwanzo sura ya 14. After he came down from the war. Baada ya kushuka kutoka kwa vita. He gave Melchizedek. Akampa Melkizedeki. Tithe of everything. Fungu la 10 la kila kitu. That is a sign. Hiyo ni ishara. That I know you God. Ya kwamba nakutambua Mungu. Whatever I have. Chochote nilicho nacho. It comes from you. Kimetoka kwako. And they told the king. Na akaambia wafalme. Yani Ibrahimu aliposhuka. Wale wafalme akina waliokuwa Sodoma na Gomora na wale wengine wakikujia vitu sao. Wakamwambia Ibrahimu, tafadhali tupatie watu na wabaki na vitu. Ibrahimu akakataa. Akasema nimeinua mikono kwa Mungu ya kwamba sitachukua chochote chenu. Msije mkasema mumenitajirisha. Maana alitaka watu wajue utajiri wake, mali yake imetoka kwa Mungu. Amina. Am I speaking to somebody? Nasema na mtu. Am I speaking to somebody? Nasema na mtu. I want you to know. Ningelipenda ujue. It is the heart of God. Ni moyo wa Mungu. No one should serve God. Kwamba mtu asimtumikie Mungu. And be a beggar. Na awe ombaomba. I repeat here. Narudia hapa. You are not supposed to serve the living God. Haupaswi umtumikie Mungu aliye hai. You are not supposed to serve God Almighty, the owner of all things. Haupaswi mtumikie Mungu mwenye mbingu na nchi, mwenye vyote. And then you are poor. Alafu uwe maskini. You are the one who can make yourself poor. Ni wewe utajifanya maskini. But before God
blesses you, lakini kabla Mungu haja kubariki, he will pass you a test atakupitisha kwenye mtihani to see whether you know him. kuona ama unamjua. So when God asked Isaac, Basi Mungu alipomuuliza Isaka, he was testing whether he knows him. alikuwa anataka kujua ama anamjua. In giving, Katika kutoa, God sees who we are, Mungu anaona wewe ni nani, and he tests you whether you know him. na anajaribu ama unamjua. You can pray, you can fast, you can believe, Unaweza funga, uombe, uamini, but God will know your heart and how you know him in giving. lakini Mungu atajua moyo wako na vile unavyomjua kupitia kutoa. If you have a problem with giving, Kama una shida na you kutoa, have a problem with your faith. basi una tatizo na imani yako. Come on, come on. Am I speaking to somebody? Je, nasema na Mtu mtu? anifanyie hivi, mtu anifanyie hivi. Maana mnajua tunataka Mungu atutendee, lakini sisi tusitende kilicho sawa. Ikiwa una shida na kujitoa dhabihu na unajua, unasikia watu, mtu anasema Bwana nimejitoa. Uwezi ukajitoa ikiwa uwezi ukatoa. Haiwezekani. Utoe wewe mwenyewe, wewe ni wa gharama sana. Uwezi ukajitoa ikiwa umeshindwa na kutoa. Naongea na nani? Hello? I'm speaking somebody. Je, nasema na mtu? Na hapa ndipo mtihani wa kuinuka, kuongezeka, kujumulika na kuwa na mazao. Wakati tunamjua Mungu, tunatumika kwa kiwango cha dhabihu. I don't know why the Holy Spirit has made us to stay there. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu anatusababisha tudumu hapo. Take me to the book of 2 Samuel. Nipeleke katika kitabu cha Samueli wa pili, Chapter 24. sura ya 24. I'll read a few verses there. Nitasoma mistari kadhaa pale. I want you to go there very fast. Nataka uende pale kwa upesi. I may not read, talk of many other things. Na sitasema mambo mengi. But I wanted to show you. Lakini nataka nikuonyeshe. Number one, you cannot make up an altar without a sacrifice. Ya kwanza, hawezi kuwa na madhabahu bila dhabihu. We elect an altar with a sacrifice. Tunainua madhabahu na dhabihu. Number two, Cha pili, we elect an altar to God whom we know. na tunamuinulia madhabahu Mungu tunayemjua. You cannot have an altar Hawezi kuwa na madhabahu of God you don't know. ya Mungu usiyemjua. You can stay in the church, Unaweza kuwa kanisani, but the time you will know God, lakini wakati utakapomfahamu Mungu, you will honor him. utamheshimu, You will worship him as God. utamwabudu kama Mungu, You will serve him as God. utamtumikia kama Mungu. You will never joke when the West goes time. Hautacheza cheza na kumharibia Mungu wakati. Let me tell you, Hebu nikwambie, our God is very serious. Mungu wetu anamaanisha. We are supposed to honor his time. Tunahitaji tuheshimu wakati wake. If it's a time of service, Kama ni wakati wa ibada, service begins at 10 ni ibada inaanza saa 4 and you are coming at 11. na unakuja saa 5, You don't honor God. hamheshimu Mungu. Am I speaking to somebody? Je, nasema na mtu? We have to repent and turn. Lazima tubadilike na tutubu. We are not honoring God. Hatumheshimu Mungu. How can you come to a service at 11 Utakujaje kanisani saa 5 and you cannot get late in your work? na hawezi chelewa kazini kwako? And when you're in the service, Na ukiwa kwenye kanisa, you can pick your phone unaweza chukua simu and just talk. na uongee tu, And you can be in the service na unaweza kuwa kwenye and ibada you are chatting. na bado unacheza cheza, unaongea. Ambia mwenzako si wewe. Wewe ufanyangi hivyo. Kuna mahali wanafanyanga hivyo. Ndio maana tukiwa kwa ibada, mambo ya simu uweke kando. Maana wengine wanashati kanisani. We must worship him with honor. Lazima tumwabudu kwa heshima. An altar is where people know
God of that altar. Madhabahu ni sehemu ambayo watu wanamfahamu Mungu wa madhabahu hayo. Because it has no power. Kwa sababu hayana nguvu. Unless there is the power of the divine, of the God. Lazima pawe inatiwa nguvu na Mungu ama nguvu za kiungu. Amen. Amina. So an altar is made through sacrifice. Basi madhabahu hutengenezwa na dhabihu. And the knowledge of God. Na kumjua Mungu. An altar is made through the words of covenant. Na madhabahu hutengenezwa na maneno ya agano. You see that in 2 Chronicles chapter 7 when Solomon finished building the temple. Utaona hiyo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 2 wakati ambapo anaitwa Solomoni alimaliza kujenga hekalu. Also Jacob. Pia Yakobo. In Genesis 28 verse 16. Katika Mwanzo 28 mstari wa 16. When God visited Jacob in the forest. Wakati Mungu alimtembelea Yakobo kule msituni. During the night. Kule usiku. When he woke up, alipoamka, he realized this is an altar. Akatambua haya ni madhabahu. Because he was sleeping on the stone that was used by his father Abraham, ama grandfather Abraham, to build an altar. Alikuwa amelalia jiwe ambalo mojawapo ni ile Abrahamu alitumia kutengenezea Mungu madhabahu. And that is where he saw angels coming down and going up. Hapo ndipo aliona malaika wanashuka na kupanda. He saw a lantern in that place. Akaona ngazi katika sehemu hiyo. And when he woke up, he said, surely. Alipoamka akasema hakika. The Lord is in this place and I didn't know. Bwana ako hapa na sikujua. What did he do? Alifanyaje? He took a stone. Alichukua jiwe. He poured oil on it. Akalimiminia mafuta. And he spoke words. Akasema maneno. Those are covenant words. Hayo ni maneno ya agano. When he went to the place he went. Alipoenda sehemu aliyoenda. God came to Jacob. Mungu akaja kwa Yakobo. He said to Jacob. Akamwambia Yakobo. I am the God of Bethel. Mimi ndiye Mungu wa Betheli. Where you anointed a stone. Mahali ulipopaka jiwe mafuta. Where you said, if I take care of you, you will pay your tithe. Mahali ulisema nikikutunza utalipa mafungu ya 10. And you will build an house for me. Na utanijengea nyumba mahali pale. That is verse 19 and 20. You can when you are talking, you are supposed to be moving as you are talking. Tukiongea unapaswa kuwa unasonga mbele kama tunavyotaja. Because it's there. Kwa sababu ipo pale. So I'm talking about the power of an altar. Basi naongelea nguvu za madhabahu. There must be the words. Lazima pawe na maneno carrying a covenant. Yamebeba maagano. Amen. Amina. Give it that verse again. There's something I want you to see. Tupatie huo mstari, kuna kitu ningelipenda uone. Amen. Amina. Now I'm saying this. Basi nasema hivi. And that in an altar. Na katika madhabahu hayo. There must be worship. Lazima pawe na ibada. And a prayer. Na ombi. Those are the things that make a place to be an altar. Hapo ndio kitu ambacho hufanya pahali pawe na madhabahu. There must be a worship. Lazima pawe na ibada. There must be a worship. Lazima pawe na ibada. And a prayer. Na maombi. Amen. Amen. Because an altar is a place of worship. Kwa sababu madhabahu ni sehemu ya ibada. Amen. Amina. Now take me to 2 Samuel chapter 24 verse 18. Tupeleke Samueli wa 2:24 mstari wa 18. I'll summarize this because of time. Nitasema kwa ufupi kwa ajili ya muda. When you look here, ukiangalia hapa in verse 1 katika mstari wa kwanza of 2 Samuel katika 24. Samueli wa 2 sura ya 24. Yes, thank you. 2 Samuel 24. Samueli wa 2:24. What had happened, kile kilichokuwa kimefanyika, is that David ni kwamba Daudi commanded his people to count and number the army. Alikuwa ameambia watu wake wahesabu wanajeshi. People who can fight. Watu ambao wana uwezo wa kupigana. And that thing did not please God. Na jambo hilo halikumpendeza Mungu. It is not God who told David to do that. Si Mungu alikuwa amemwamrisha Daudi kufanya hivyo. He did it out of pride. Alifanya kwa ajili ya kiburi. He wanted to rest his faith in the army. Alitaka kuweka imani yake itulie katika jeshi. He wanted to be proud of the army. That is not the will of God.
God does not want you to rely on your power, your ability and what you have. Mungu hataki utegemee nguvu zako, uwezo wako na kile ulicho nacho. I want you to see it was a serious sin. Nataka uone ya kwamba ilikuwa ni dhambi kubwa. Just to be proud. Kujivunia tu. To feel good that I have a big army. Kujihisi vizuri ya kwamba nina jeshi kubwa hapa. And when they were counted, na walipohesabiwa, and he was given the report, akapewa ripoti, then God chose to punish David. Mungu akaamua ya kwamba atamwadhibu Daudi. He sent a prophet called Gad. Akamtumia nabii anaitwa Gadi. This is the Gad now speaking. Huyu ni Gadi anaongea. After we'll come there, but I'm just explaining to you the things back there. Tutarudi hapo lakini nakueleza vitu hapo mbele. So God came to Abraham, to David, Mungu akaja kwa Daudi through prophet Gad, kupitia kwa nabii Gadi. and he told David, akamwambia Daudi, you have sinned. Umefanya dhambi. Now choose. Sasa chagua. What you want me to do to you. Unataka nikufanyieje? And he was told many years running away from your enemies. Akaambiwa ukimbie maadui zako, or the plague to come, ama kuwe na njaa and the diseases, na magonjwa, or you fall in my hands myself. Ama uangukie kwenye mikono yangu mimi mwenyewe. And David said, Daudi akasema, I choose nachagua to follow in the hands of God kuangukia mikono ya Mungu than to follow in the hands of my enemies. Kuliko kuangukia mikono ya maadui zangu. Now when they were in that situation, katika hali hiyo, God sent an angel. Mungu akatuma malaika. He came and he began to kill Israelites. Akaja akaanza kuua Israeli. I think you can give us some verses down there. Tupatie mistari iliyo hapo chini. I'm trying to see which. Just verse 15 there. Tuangalie mstari wa 15 pale. I'm trying to revise at least to see what you can understand. Nataka nikulete sehemu ambayo utaanza kuelewa. Let us read verse 15. Bible says, so the Lord sent a plague upon Israel from the morning till the appointed time, from Dan to Beersheba, 70,000 men of the people died. Basi Bwana akaleta tauni Israeli tangu asubuhi hata wakati ulioamuliwa, nao wakafa watu toka Dani mpaka Beersheba 70,000. So there was an angel who was killing the people. Basi palikuwa na malaika aliyekuwa anaua watu, who was sent by God, ambaye alitumwa na Mungu. Now, when he continued to kill, basi alipoendelea kuwaua, I want you to listen to this. Nataka usikilize jambo hili. As he continued to kill, alipoendelea kuwaua, there's something I want you to see. Kuna jambo ningelipenda uone. When the angel came and stood at the altar, malaika alipokuja akasimama juu ya madhabahu. Come on. Na wakati wanasikia vile anasema. Aha. Malaika anaendelea na kuua watu na kupunish watu kwa sababu ya dhambi yao. Lakini akiendelea hivyo katika ardhi, akafika kwa shamba mahali panaitwa a threshing floor, sehemu ya kusagia ngano, of a man called Arauna. Sehemu ya mtu anaitwa Arauna. That place, sehemu hiyo, is where Abraham went sacrifice Isaac. Ni mahali pale ambapo Ibrahimu alikuwa anaenda kumtolea Isaka dhabihu. It is where the altar was put by Abraham to put Isaac. Sehemu hiyo ndio Ibrahimu alikuwa ameweka madhabahu ya kumtoa Isaka. Come on, I want you to get it. Nataka uelewe jambo hili. I want you to see the power of an altar. Nataka uone nguvu za madhabahu. The angel is killing people. Malaika anawaua watu. But when he came to that place, lakini alipofikia sehemu hiyo, when he stepped on that place, aliposimama kwenye sehemu hiyo, God spoke from heaven. Mungu akanena kutoka mbinguni. He said it is enough. Akaambia malaika imetosha. Because the altar he was stepping on was an altar of deliverance. Kwa sababu madhabahu aliyokuwa ameyakanyaga ni madhabahu ya ukombozi. It's an altar where God will connect with the people, where Jesus came as a lamb. Na
wakati Kristo alikuja kama mwana kondoo. When Abraham Wakati Abrahamu was commanded by God, aliamrishwa na Mungu, remove your son Isaac, ondoa mtoto wako Isaka, take a lamb. chukua mwana kondoo. He got a lamb Akachukua mwana kondoo which was not from this world. ambao haukuwa umetoka dunia hii. That was the lamb of Huyo God. alikuwa ni mwana kondoo wa That Mungu. was the lamb of Huyo God. alikuwa mwana kondoo wa Mungu Oh, takes away anayeondoa the sins of the world. dhambi za ulimwengu. You cannot step on that altar. Hawezi kanyanga kwenye madhabahu hayo, Where the lamb of God, sehemu ambayo mwana kondoo wa Mungu. the blood. Mahali kulikuwa kuna pepetewa ngano na Arauna, ambao pale ndipo Ibrahimu alitoa dhabihu aliwekelea Isaka, na akaambiwa mtoe, akachukua kondoo akachinjia pale hapo maeneo hiyo, na hapo ndio palikuja kujengwa kanisa la Solomoni, because it was an altar. Maana ilikuwa madhabahu. Alipofika mahali pale, Mungu akamsimamisha, maana kwa madhabahu, kila madhabahu ina kazi yake, na hiyo madhabahu kazi yake ni kusamea watu, ni kwa ajili ya ukombozi. Amen. Hallelujah. Magabu ameshika huko, ameshika. Wewe mnaona vile wako wengi. God bless. So I'm saying this. Nasema hivi, The altar here. madhabahu hapa Now take us in this verse 16. Just katika read it. mstari huu wa You 16. can read it at your Kiswahili. Hebu niisome kwa Kiswahili mstari wa 16. Soma. Biblia inasema hivi. Lakini huyo malaika aliponyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili aharibu, Bwana akagairi kwa mabaya. Akamwambia huyo malaika mwenye kuharibu watu, yatosha, sasa legeza mkono wako. Naye yule malaika wa Bwana alikuwa karibu na kiwanja cha kupulia cha Arauna Myebusi. Amen. Amina. There's a place when you step on, Kuna sehemu unapoikanyaga, the enemy cannot destroy you. adui hawezi akakuua. The enemy cannot destroy your family. Adui hawezi haribu wa familia yako. He cannot destroy your business. Hawezi haribu biashara yako. He cannot destroy your life. Hawezi haribu maisha yako. Because that altar Kwa sababu madhabahu hayo is backed by heaven. yamewekwa nguvu na mbingu. It's for you for life. Ni yako kwa maisha. When this angel came Malaika here, huyo alipofika hapo, God told the angel, Mungu akamwambia malaika, it is enough. yatosha. You cannot kill anymore. Hawezi ua zaidi. You cannot kill when you are there. Hawezi ua ukiwa sehemu hii. You cannot come out of there. Hawezi toka hapo. Come on. Hello. I wish mtu ashikanishe. Na malaika akaamurishwa aache kupigana. Amina. Kwa sababu amesimama kwa madhabahu. Give me verse 17. Nipe mstari wa 17. Twende haraka. Daudi alipoona malaika anayewapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama, ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyetoka, lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya. Niendelee. Go read verse 21. Mstari wa 21. Biblia inasema hivi, Arauna akasema, bwana wangu mfalme. Soma 18. Is it 18? Nimesoma 18. Soma verse 18. Rudia. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya. Tunasoma 18. Kwea wewe ukamuinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Arauna Myebusi. Now, mahali malaika amesimama na akasimamishwa kuua wana wa Israeli, kwa sababu hiyo madhabahu inawatetea. Hiyo madhabahu ni ya kuwasamea. Daudi akaambiwa, sasa kimbia, jenga madhabahu katika hiyo uwanja. Na anamwambia, nenda ukainulie Bwana madhabahu katika kiwanja cha Arauna. Endelea 19. Mstari wa 19. Basi Daudi akakwea sawasawa na neno la Gadi kama Bwana alivyoamuru. Huyo Arauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake, akamjia. Arauna akatoka akasujudu mbele ya mfalme kifulifuli kwa nchi. Arauna akasema, bwana wangu mfalme,
amemjia mtumwa wako kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Now sikia here, we just stop there a minute. I want you to see what is happening. Nataka uone kinachoendelea. The prophet came to David. Nabii amekuja kwa Daudi. He commanded David, akamwamurisha Daudi, run, kimbia, go and erect an altar, nenda mwinulie Bwana madhabahu, where the angel had stepped. mahali malaika amekanyaga. I raised an altar there. Inua madhabahu pale. And David ran. Na Daudi akakimbia. He came to this man Araunah. Akaja kwa huyo mtu Araunah. And Araunah said, Araunah akasema, my king, bwana wangu, are you coming for good? Umekuja kwa wema? And David said, Daudi akasema, I have come nimekuja to buy ninunue your threshing floor kiwanja chako cha kusagia ngano from you, kutoka kwako, so it becomes mine, ili kiwe changu, and so that I can build an altar there. ili nijengee madhabahu pale. Are you getting somebody? Unaelewa? Kama umeelewa, mfanyie askofu hivi. David amesema anaenda kufanya, amekuja kufanya nini? Kununua kiwanja. Kununua. Mwambie mwenzako amesema nimekuja kununua. Nimekuja kununua kutoka kwako. Kutoka kwako. Madhabahu yenjengagwi mahali pa udhalimu. Wakati tulikuwa Kware, nataka msikie hii. Na msikie vizuri. Wengine sisemangi vitu nitawaambia. Wakati huu Kware ndio ilikuwa huwezi kujenga. Na bado ilikuwa bado ni kama scrambling, yani watu wanang'ang'ania. Na nikakujiwa na kiongozi mmoja wa serikali. Akanionyesha kiwanja. Akaniambia ile kiwanja toa 30,000, wakubwa watakupatia. Ongo. Na nikakataa, nikamwambia, mimi siwezi ongana kwa ajili ya uwanja wa Mungu. Muelewe hivyo. Nilisema siwezi toa ongo, nijenge kanisa, nijengee Mungu madhabahu mahali nimetolea ongo. Sasa nawaambia hivi, hiyo ongo ilitolewa na mchungaji mwingine, na amejenga kanisa kubwa ya mawe, isipokuwa kanisa in just there. Kanisa lipo tu. Because the altar, maana madhabahu, must be the honor. Lazima awe na heshima. I said God will buy himself a place. Nikasema Mungu atajinunulia mahali. Now let us see this. Hebu tuone hii. Go ahead, verse 22. Hebu nisome mstari wa 22. Biblia inasema hivi, Araunah akamwambia Daudi, bwana wangu mfalme na akitoe yaliyo mema machoni pake. Tazama, ng'ombe hawa na sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kupulia na vyombo vya ng'ombe viko na kwa kuni. Vitu hivi vyote, mfalme, mimi Araunah nakupa wewe mfalme. Kisha Araunah akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubali. Amen. Kila mtu fanya hivyo, nisikize vizuri. Hello. Unaelewa kile kinaendelea hapa? Ya kwamba mfalme Daudi amesema nataka ninunue uwanja. Nijenge madhabahu, nimtolee Bwana dhabihu. Araunah akasema, mfalme, una uhuru uchukue uwanja unaotaka, unjenge madhabahu kwa gharama yangu, na kupatia ng'ombe, na ninakupatia kuni, na nakupatia uwanja free. Am I speaking to somebody? I have said God does not receive anything which is a sacrifice. Nasema Mungu hapokei chochote ambacho sio dhabihu. If David could have done that, kama Daudi angekubaliana na hiyo, Jesus could not be born as a son of David. Basi Yesu angezaliwa kama mwana wa Daudi. You are not getting what it means. Hauelewi inamaanisha nini? Come on. Hello. Tunafanyanga tuvitu tundogo, tunatunyima mapenzi na makusudi ya Mungu makubwa. Amen. David angechukua ajenge, yule mtu angejulikana na Mungu ni Araunah.
Sio Daudi. Na ndio katika kitabu cha Mhubiri chapter 5 Mungu anasema hataki sadaka ya wapumbavu. Sadaka ya wapumbavu ni watu hawajali. Mtu anatumana tu anapeana, nipelekee hii shilingi ya 20 ukanitolee. Yeye anaacha na kujua huyo Mungu anamwabudu, anaacha na heshima, anaacha na kile anatoa. Nimewaambia Mungu anapokea dhabihu, maana yeye anachotafuta ni heshima, anachotafuta ni vile unamjua na kumtambua. Amen. That is what God is after. Hicho ndicho Mungu anachotafuta. Amen. Amina. God does not eat our offerings. Mungu hali sadaka zetu. But God receives honor. Lakini Mungu hupokea heshima. He receives reverence. Anapokea kule kuogopwa. Amen. Amina. So David is now given a chance. Basi Daudi anapewa fursa. Leo hii ingepatiwa mchungaji, mngejua Yesu ni Bwana. Amina. Amen. Mtu yeyote anasema hallelujah, Mungu ametumana, akangusa huyo mjamaa Bwana. Nakwambia alitoa chamba na akatoa ng'ombe na mabati na mawe na kila kitu, mpaka kazi yangu ilikuwa tu ni kuchinja ng'ombe nimepewa. Ujue umenyang'anywa. Hello. Ukikuta tunatoa na ukose kutoa, umejinyima neema. Nasema utai kuja kwa kanisa ukose kutoa sadaka. Yaani ni kutuheshimu Mungu. Na ufai usoe, kuna watu usoe, unakuja kanisani una sadaka sande hii sande hiyo ingine, na unasikia kwamba tabo na kuambia unapaswa uanze kufunga na kuomba, kwa sababu shetani anataka kujenga kituo kwako cha umaskini na mashida. Haifai. Mkristo atokee mbele ya Bwana. Mungu anatafuta ni heshima, acknowledgement, kutambuliwa. Kifika jioni unataka kukula, ule Bwana nisaidie. Na utakosa. Lakini kifika Jumapili una sadaka. Mungu anaona nini? Madharau. Mwambie mwenzako Mungu anisamehe. Mungu anisamehe. Hello. Amina. So let us see what David will do. Hebu tuone Daudi atafanyaje. Verse 24. Mstari wa 24 Biblia inasema, lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo mimi kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa zisizonigharamia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Amen. Why is David doing this? Daudi anafanyaje hivi kwa nini? This is a man who knows worship. Huyu ni mtu anayefahamu ibada. Amen. This is a man who knows an altar. Huyu ni mtu anayetambua madhabahu. When he established that altar. Akithibitisha mainue madhabahu hayo. When he established the altar. Akithibitisha madhabahu. When he established. Aliposimamisha madhabahu. It became David's altar. Ikafanyika madhabahu yake. Amen. Amina. Give us verse 25. Tupatie mstari wa 25. We are finishing. That's the final verse. Naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana akaridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Amen. Amina. So David himself, basi Daudi mwenyewe, using his money, akitumia pesa zake, his properties, vitu vyake, he elected an altar, akainua madhabahu kwa ajili ya Mungu. He offered his own offerings, akatoa sadaka yake mwenyewe. He made prayers there, akafanya maombi sehemu hiyo. And the disease, the plague was removed, na magonjwa na ile tauni ikaondolewa. Altars make God change his heart. Madhabahu yanamsababisha Mungu kugeuza moyo. Altars makes God to hear our prayers. Madhabahu yanamsababisha Mungu kusikia maombi yetu. You need to know the power of an altar. Inakupasa ujue nguvu za madhabahu. An altar without your offering. Madhabahu pasipo na sadaka yako. Without your sacrifice. Pasipo na sadaka yako. Does not to know you. Hayakufahamu. Sijui ama umeshika hiyo. Umeshika. Hebu rudia. Nasema hivi, madhabahu bila sadaka yako hayakujui.
Rudia tena. Madhabahu bila sadaka yako hayakuelewi, hayakufahamu, hayakujui, hayakutambui. Bila dhabihu. Bila dhabihu. Sadaka lazima iwe ya gharama. Daudi anasema sitamtolea Mungu chochote kisicho ni karimu kitu. Ukienda ufike mahali kama sasa Jumapili, ukisoma Biblia utaona katika Leviticus kuna dhabihu ya Jumapili inaitwa sabbatical offering, kuna dhabihu ya mwezi na kuna dhabihu ya majuma. Hizo utasiona, na kuna dhabihu ya mwaka. Utaiona in Leviticus. Ukija katika hii inaitwa sabbatical, sadaka tunaotoa Jumapili si ya ushirika ya Jumatatu na Jumanne. Hii inaitwa sabbatical offering. Ni sadaka ya Sabato. Amen. Baada ya sisi kufanya kazi zetu, na ndio Mungu akasema mchukue baadhi ya zile vitu mmebata katika siku 6 uje muabudu Bwana nazo. Am I speaking to somebody here? Nasema na mtu hapa. Am I speaking to somebody here? Nasema na mtu hapa. Tell your neighbor, never allow the devil. Usimruhusu shetani to mislead you. Akuongoze vibaya. Not to pay tithe of what you have. Ukose kulipa zaka ya kile uko nacho. And not to give a sacrifice. Na usitoe sadaka ya dhabihu. Because there is an offering. Kwa sababu kuna sadaka which God does not receive. Ambayo Mungu huwa hapokei. Naambia ukweli, kuna watu wametoa sadaka miaka yote lakini Mungu hajaona sadaka yao. Kwa sababu yeye akifika sadaka anahangaika, anatafuta hivi, toe 1,000 aweke kando, 500 aweke kando, 200 aweke kando, achukue 100. Mwingine ana uwezo mkubwa lakini yeye kila wakati amebaki na 150. Sasa akifika 100 ametoa sana. Acha niwaambie, hakuna mahali kanisa wanaibia na kutoheshimu Mungu kama eneo ya sadaka. Nasema kila mtu sema sadaka. Sadaka. Sema kwa sauti sadaka. Sadaka. Sema kwa sauti sadaka. Sadaka. Lazima iwe dhabihu. Amina. Yani wakati unatoa comfortable, una uwezo. Mimi kuna kitu ilinifundisha. Maana jameni, ni aibu mtu kama mimi nikasimama petrol station niseme niwekewe mafuta ya 200. Wale wana magari hapa mkono juu, mnaweka 200, si rahisi. Hiyo ni ya pikipiki. Naambia ukweli, si mzee, ni kweli. Wanasimama hivi wanasema niwekee 200. Yaani hata akicheza kacha. Na ikiwa tuna uwezo ya ngali tubebe tarehe 1 mpaka 31st. Tukiweka na lazima ikunywe maelfu. Na kuambia ukweli, inaingia tu. Mimi gari yangu ilinipatia discipline, ilinifundisha, ilinigomesha ubishi, nikaelewa. Jameni, siku moja hata nikienda nikiambia niwekee 1,000 kanafanya kacha hii. Hata wakati mwingine ikipanda wanasema unasikia kama umeibiwa. Haijaibiwa. Sasa Mungu ana kila wiki ninajua pesa ile na kutumia kwa mafuta. Na sasa ikifika sadaka Jumapili, yani mtu akiwa ameshika 100, 200 hivi ameshika sadaka kubwa, tunahitaji toba. Nasema toba. Abia mwenzako, Mungu amekupa, lakini wewe unamnyima. Hata wacha ikiwa sasa sadaka, wengine wakichashika fungu la 10 hivi hawezi akatoa sadaka. Tunatoa fungu la 10. Nimetoa. Angalia Malaki anasema hivi, mumelaaniwa na laana kwa sababu ya sadaka, saka pamoja na sadaka dhabihu. Ikifika hapo tunakuwa kiroho. Na kuambia ukweli, madhabahu haya yanaakilisha neno ambaye Mungu ametupea. Sio vile tunataka mabarikio. Na wacha mwambie, msingojee watu wawandanganye. Usingojee kuchezewa na wahubiri, ukikanyangishwa vitambaa, ukikanyangishwa kapeti, ukishikiwa fimbo, ukifanyiwa nini. Hapana, simama na neno la ukweli. Lipa fungu la 10, maana fungu la 10 tunalipa. Na ukikosa kuilipa unamnyang'anya Mungu tena kwa mateka, mieleka. Na sadaka,
dhambiu, anaona heshima na kumtambua. Lakini tunamuomba huku, Bwana bariki biashara yangu, Bwana bariki nyumba yangu. Usiweke msingi kwa watoto wako, usiweke madhabahu mabaya ya watoto wako yako yalete kukosa kufaulu. Nasema hivi, siku moja nimeomba, nimefunga, sijui imetoka wapi, siku mimi naongea madhabahu, Mungu akaniambia nimeleta watu wangu walio na uwezo ya kufanya kila hitaji lote la hilo kanisa mpaka mijengo, lakini wananiibia. Nakwambia ukweli. Na mhubiri mmoja anaitwa Indaosa akaalikwa na mhubiri anaitwa Robert. Hii Biblia ni ya timu yake. Kwa sababu ya madeni, alipofika akaambia kanisa, usiku Mungu aliniambia mtubu na mlipe fungu la 10 na Mungu na deni zinaisha. Kanisa ikiwa imejaa deni, ana ngorofa, ana university, Mungu anamwambia. Jamaa aliomba karol. Imagine Mungu alipatia Robert Indaosa namba ya simu. Aka scroll. Akamuuliza mchungaji, kuna huyu mtu unamjua? Akasema huyu mtu alikuwa na mshirika wetu mwaminifu sana, aliondoka. Akampikia simu akama, Mungu ameniambia, hiyo ni Indaosa, ameniambia ulipe deni yako kwa sababu una deni, Mungu ana deni na wewe. Akahesabu, mtu milionea mwenye mali, akahesabu, wakalipa deni yote ya kanisa. Yaani Mungu anahesabu ile tithe unjatoa umemuibia ni yake. Hai. Naambia tukifika kiwango cha kujua Mungu na hiyo level, misingi tunaowekea watoto, tukiongea madhabahu tunaongea vitu sinaopita umri wetu, inaenda kwa usao wetu. Taka mjue misingi inaofanya watoto wetu wateseke, inaofanya nchi ihangaike kwa sababu ya watu kutokuwa waaminifu, hata kwa hii taifa letu. Daudi alikataa. Now give me this verse and then we finish. Nipatie mstari huu kisha tumalize. Give me 1 Chronicles 22. Tupatie Mambo ya Nyakati wa. Before we go there, Second Samuel, take me chapter 3 verse 1. Tupeleke kwa hiyo Second Samuel, Samueli wa pili sura ya 3 verse 1. Mstari wa kwanza. I want to show you, this is the altar. Haya ndio madhabahu yale Mungu aliamurisha yajengwe hekalu. Sikiza. Soma Kiswahili. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea kustawi, lakini nyumba ya Samueli ikaendelea kudhoofika. Naye Daudi akazaliwa wana huko Hebroni. Mzaliwa wa kwanza aliitwa Amnoni. Sorry. Ebu give us 1 Samuel, I think. Tujaribu Samueli wa kwanza. Iwe ni Chronicles chapter. Let me just see. Inasema nini 1 Samuel? Inasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana. 1 Chronicles. Tuangalie Mambo ya Nyakati wa kwanza. Samahani, it so happens. Inafanyikanga wakati mwingine. 2 Chronicles chapter 3 verse 1. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 3. The one na mstari wa kwanza. Mimi nimeandika 2 Chronicles na ninawaambia 2 Samuel. So samahani, all that confusion came from me. Inasema hivi 2 Chronicles 3:1. Mambo ya Nyakati wa pili 3 mstari wa kwanza. Ndipo Sulemani akaanza kujenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria, pale ambapo Bwana alimtokea Daudi baba yake alipotengeneza pahali alipomwagiza Daudi katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Akaanza kujenga siku ya pili ya mwezi. Sasa yache tu hapo. Let us take us back to that verse. Tupeleke huo mstari wa kwanza. I want to show you that place. Nataka nikuonyeshe sehemu hiyo at the threshing floor of Arauna. Sehemu ya kupulia ya Arauna is the same place. Ndio hiyo sehemu where Abraham offered Isaac. Mahali ambapo Abrahamu alikuwa anatoa Isaka sadaka. Mount Moriah. Ndio panaitwa mlima Moria.
This is where Solomon established an altar. Hapa ndipo Suleimani alitengeneza madhabahu. Now give us 2 Chronicles 22 verse 1. Sawa, tupatie hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili 22 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: nao wenyeji wa Yerusalemu wakamfanya Ahazia mwanawe mdogo awe mfalme mahali pale, maana wakubwa wote waliokwisha kuuawa. Kikosi, am I reading the right thing? I doubt. 2 Chronicles 22 verse 1. 2 Chronicles, 1 Chronicles 22 verse 1. Twende ya kwanza. First, not second. Twende Mambo ya Nyakati wa kwanza 22. Then David said, this is the house of the Lord God, and this is the altar of burnt offerings for Israel. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na haya ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Amen. Amina. I wanted to finish that verse. Nilitaka nimalize na mstari huo. This is the final word of David. Hili ndilo neno la mwisho la Daudi. And that is what determined where the temple was to build. Na hapo ndipo palikusudiwa hekalu itajengwa wapi. The Solomon's temple hekalu la Suleimani was built there. Lilijengwa hapo. Because it's where there was an altar. Maana ndipo palikuwa na madhabahu. It's where Abraham brought Isaac. Hapo ndipo Ibrahimu alimleta Isaka. Amen. Amina. Put your notebooks and everything aside. Weka Biblia yako na vitabu vyako vya kuandikia kando. And stand up on your feet. Alafu simama kwa miguu yako. I'll begin to teach. Nitaanza kufundisha Fruitfulness. Kuzalisha. Through obedience. Ama mazao kupitia kwa utiifu. Fruitfulness. Kuzaa. Through obedience. Kupitia utiifu. Simama kwa miguu yako. Kila moja simama kwa miguu yako. I want us to stand before God. Nataka tusimame mbele ya Bwana. In Deuteronomy chapter 29. Katika Kumbukumbu la Torati 29. Moses was commanded by God. Musa aliamuriwa na Mungu to bring the people before him. Alete watu mbele zake. And renew their commitment, their covenant with him. Wafanye upya maagano yao na kushikana kwao na Mungu. And they will see success. Ili waone mafanikio in their lives. Katika maisha yao. I want us to lock the devil out. Nataka tumfungie shetani nje. By making our commitment. Kwa kujitoa kwetu. That we will do what is right. Ya kwamba tutafanya yaliyo sawa. I want you to refuse. Nataka ukatae. The spirit that entered Ananias. Roho iliyomuingia Anania. Give us that verse when we are all standing. Tupatie mstari huo wakati tumesimama. It is Acts chapter 5, I think it's verse 3. Iko katika Matendo ya Mitume sura ya 5, nafikiria ni mstari wa 3. 3 or 2. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 5. The spirit that is Peter said to Ananias. Ya kwamba jambo hili ambalo Petero alimwambia Anania. Go on and give us ahead. I think it's verse 3. Mstari wa 3. He's saying, why has Satan filled your heart? Petero akasema na Anania, kwa nini shetani amejaza moyo wako? To lie to the Holy Spirit. Kumwambia uongo Roho Mtakatifu. And they keep back a part of the price of the land. Na kuzuilia kwa siri sehemu ya dhamani ya kiwanja. This is what devil has been doing to many of us. Hivi ndivyo shetani amefanyia wengi wetu. I want to stand before God. Nataka nisimame mbele za Mungu. On your behalf. Kwa niaba yako. And I pray for you. Na nikuombee. That God may not punish you. Ili Mungu asikuadhibu. That God may not transfer any problem to your generation. Mungu asihamishe ubaya kwa kizazi chako. That we may be faithful. Ili tuwe waaminifu. That we may serve God with all diligence. Ili tumtumikie Mungu kwa bidii zote. Lift your hands and close your eyes. Inua mikono, funika macho. Are you faithful to God? Je, wewe ni mwaminifu kwa Mungu? Are you serving God as God? Je, unamtumikia Mungu kama Mungu? God knows everything. Anayejua kila kitu. Whatever he gives you. Chochote akupacho. Whatever he has blessed you with. Chochote alichokubariki nacho. He knows what he has passed through your hand. Kwa sababu anajua kile
uliyepitisha kwa mkono He wako. wants to make you an ancestor of recognition. Anataka kufanye mzee wa mababu ya kukumbukwa. Where you have children who will build on your faith. Mahali ambapo watoto wako watajenga juu ya imani yako. And your sacrifice will deliver your descendants. Na sadaka yako itakomboa vizazi vyako. Your sacrifice will bring God to your family. Dhabihu yako itamleta Mungu kwa jamii yako. Your faithfulness and obedience. Uaminifu wako na kutii. I give you 1 minute there. Ninakupa dakika moja hivi. Open your mouth and pray. Fungua kinywa chako na uombe. God forgive me. Ambia Bwana nisamehe. I am not a faithful man. Mimi si mtu mwaminifu. I don't honor you. Mimi sikuheshimu. Through offering. Kupitia sadaka. Through tithe. Kupitia fungu la 10. I don't pay my tithe. Huwa silipi mafungu yangu. I don't honor you with an offering. Kuheshimu na sadaka. I live the way I want. Ninaishi nipendavyo. Forgive me, God. Nisamehe Mungu. And bless my descendants. Na ubariki kizazi changu. Bless my children. Bariki wanangu. Bless my family. Bariki jamii yangu. Somebody pray, somebody pray. Omba. I want you to make that prayer. Nataka ufanye ombi hilo. Tell God. Mwambie Bwana. I want to be responsible. Nataka niwe ni mtu anajukumika. I want to be responsible. Nataka nijukumike. Niachibike. But wherever I am, popote nilipo, I have done the right things to my family. Ya kwamba nifanye mambo yaliyo sawa kwa ajili ya jamii yangu. Begin to pray, begin to pray. Anza kuomba. Begin to pray, begin to pray. Anza kuomba. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. I speak a blessing. Na nena baraka. I break every chain. Navunja kila Every spirit. Kila roho. Against our lives. Kinyume cha maisha I yetu. declare blessing. Natangaza I baraka. declare favor. Natangaza I declare kibali. blessing. Natangaza I declare baraka. favor. Natangaza In the name kibali. of Jesus. Katika jina la Yesu. Release your people Achilia watu wako from the power of kutoka God. kwa nguvu za As laana. they turn around, Wanapogeuka know your word. fanya neno lako. Kila mtu sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema kwa sauti yako na kwa kumaanisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nasimama mbele yako. Nasimama mbele yako. Kwa madhabahu haya. Kwa madhabahu haya. Ninatubu. Kwa eneo lolote. Kwa eneo lolote. Sija kuheshimu. Sija kuabudu vile inafaa. Na kuanzia sasa nisaidie niwe mwaminifu kwa kutenda sawa sawa na maagizo yako. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Weka mikono yako nikubariki. Baba, nabariki kila mmoja wetu. Bariki maisha ya watu wako. Nabariki familia zao. Nabariki kazi ya mikono yao. Bwana ukaibariki. Ulisema ya kwamba Mungu utaponya kazi zetu na utatuokoa na magonjwa ya Misri. Na kwetu hakutakuwa na utasa. Na hakutakuwa na chochote ambacho chamba ambao haina mafuno. Katika jina la Yesu, bariki kazi ya watu wako, kazi ya mikono yao, watoto wao na maisha yao. Wengi wamekutumikia na mali zao, wamejitolea. Bwana wabariki. Ponya biashara zao, ponya biashara zao, ponya familia zao. Lete uaminifu mahali ambao hatujaaminika. Ponya maisha yetu Mungu, tuongoze kwa kuwa yu mwema. Baba, naachilia neema na kibali, wakiingia na wakitoka wabarikiwe in Jesus name. Mungu akubariki ukiingia na ukitoka. Amen. Bariki ukiwa kwa ofisi. Amen. Ukiwa kwa biashara. Amen. Ukiwa kwa nyumba. Amen. Ukiwa kwa barabara. Amen. Akulinda na akufanikishe. Bwana awe juu yako. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote waseme Amen. achia Yesu makofi. Tupewe